Ankomoga. Heri na uzima wapenzi watazamaji wangu, ninawatakia heri na uzima na hongereni kwa kula sikukuu za Pasaka na sikukuu zote za Kwaresima, Easter zimepita na ninawatakia heri. Na nimewajia tena katika vipindi vya wokovu videos ambazo zinawajia kila mara katika channel yetu ya wokovu videos. Inakuwa na mambo mbalimbali ya maneno matakatifu yanayowakumbusha walokole kutoka katika usingizi, kutoka katika ulevi ambao jambo ambalo limekuwa limekulemaza zaidi, lakini kwa kupitia video hizi na kumbukumbu hizi zinakukumbusha wewe kutoka katika mambo hayo ambayo hayakufai. Umlokole mzima, umebatizwa, ni mtu mwenye hadhi kubwa, unategemewa kwenye utawala. Unaambiwa watu tutatawala pamoja na Yesu Kristo, lakini mtawala wewe umekuwa umeleviwa na jambo linakupelekesha mpaka chini, unadondoka lakini ninayo programu ambayo inamfanya mlokole atoke katika usingizini. Amka ewe usinziae, ufufuke kutoka katika wafu. Amka ewe msinziae, ufufuke kutoka katika wafu. Kwa hiyo ninakufufua kutoka katika wafu, mambo mbalimbali ambayo hayafai kwa mlokole. Kwa hiyo namlenga zaidi mlokole. Mlokole pia ninamsurprise kwa unabii. Ni mbali na maneno, pia ninatoa nabii mbalimbali. Ninamtabiria mlokole, ninamtabiria mambo mazuri, mambo mema. Pia ninamfunulia ufunuo mbalimbali na mambo mbalimbali ya kiroho ambayo mlokole anapaswa kuyafahamu. Mimi ni rafiki yenu, ninaitwa Morgan Ngogo, jina langu la kisanii. Jina langu la kwenye Biblia ninaitwa Nabii Nikolausi Mtakatifu. Je, utakwenda kuangalia Biblia yako kufahamu jina hili la Nabii Nikolausi Mtakatifu anapatikana kwenye kitabu gani? Basi kuwa tayari katika vitabu vyangu. Pia ninaleta vitabu, kinaitwa kitabu cha Nabii Nikolausi Mtakatifu. Kitakuwa kitabu cha kwanza cha Nabii Nikolausi Mtakatifu, pia na kitabu cha pili cha Nabii Nikolausi Mtakatifu. Wapenzi wangu, ninalo ufunuo kwenu mpate kufahamu ufunuo huu. Wangapi wanamfahamu malaika mkubwa kati ya malaika wote wa mbinguni? Malaika anaitwa Mikaeli. Wangapi wanafahamu chapa ya Mikaeli? Ukimuona tu mtu kapita hapa ana macho makubwa kama ndumu hivi, kama mtu anavuta ndumu, akitembea anadongoroka, wanawake zake hivi anadongoroka hivi, wanakuwa na majungu makalio kama na majungu hivi. Wangapi wanafahamu hivi? Basi ufunuo uliokuwa nao leo inahusiana na wajibu wa nabii, wajibu wa mjoli wa nabii. Maana Mikaeli ni mjoli wa nabii. Mikaeli ni malaika ambaye ni mjoli wa nabii, anamtumikia nabii. Mimi ni Nabii Nikolausi Mtakatifu, ninakufunulia jambo ambalo mjoli wangu Mikaeli amenitendea. Kwa hiyo ninakuhabarisha ya kwamba nilikuwa nina safari ya kwenda mwezini. Maana malaika Mikaeli ndiye malaika anayeishi mwezini. Falume zake zote zinaishi mwezini. Wale ambao wanatazama tamthilia za Kituruki wanaona ya majengo mahekalu makubwa kama ya dhahabu hivi. Alafu inapita ndege na basi mwezini huko Mikaeli kajenga majengo marefu kweli. Majengo yanavuka mpaka mbinguni, yanavuka kwenda mbingu, hata mbingu ya 3, ya 4 na ya 5 huko, kutoka katika zile ile unaiona hivi. Basi safari yangu ya kwenda mwezini ilikuwa hivi. Mlokole rafiki yangu, ndugu yangu, nilikuwa katika mkesha wangu ili mambo yangu ya kilokole na mambo yangu yasife.
Maana maandiko yanasema kesheni mkiomba, maana hamjui sana muda yote Bwana wetu ajayo. Lakini pia anasema kesheni kwa ajili ya mambo yenu yasife. Katika kukesha kwangu nikahamishwa mawazo yangu ya kiroho, na maana nipate kuona na kusikia mambo mengine ambayo yanatendeka sehemu fulani hivi katika uweza ule wa kiroho na kimwili. Nikajiona nipo pembeni ya nyumba yangu, nikaona nyumba yangu inyofolewa kama mtu anavyonyofoa puto hivi ili apate maputo mawili katika poto moja. Kukatokea farasi mkubwa sana wa kifahari. Nikaona napakizwa kwenye farasi yule na mtu ambaye nimezoeana naye kama ni malaika wa kiti cha unabii. Maanake mimi nimepata kiti cha unabii, mimi nimeketishwa kwenye kiti cha unabii. Sasa na katika kile kiti cha unabii kinatumikiwa na mjoli, malaika mkuu aitwaye Mikaeli. Basi nikaona napandishwa kwenye farasi yule. Farasi yule akaanza kupaa kama kunguru ambavyo kwenda kwenye tawi la kwanza, tawi la pili, tawi la tatu. Mwisho naniona nipo angani kule. Nikaona naingia kwenye mwezi. Mwezi naona uko mbele wangu, wanaona naingia katika ule mwezi. Nilipofika katika ardhi ya mwezi, nikasogea mbele, nikaona Mikaeli mwingine, yule ambaye ananitumikia hapa ulimwenguni, sie yule ambaye yupo katika ulimwengu wa kiroho. Lakini na nikamwona sasa yule original, maana katika Biblia amechorwa na kuelezewa kwamba ni mtu fulani mrefu, malaika mrefu, mwembamba, na mikono yake kama inatenda kazi ya garage hivi. Kama mtu ambaye amezoea kupiga hivi mkono na swaga kama anaikaipindisha hivi, mtu ambaye anatembea hivi, yani swaga za hivi. Kwa na pia amevaa kofia ya kifarume kama pete hivi. Kwa amevaa kofia ya kifarume na amevaa kanzu, na ile jamani mweupe sana mzungu. Nikamfuata ile roho yangu sasa, ikamfuata katika shangwe, nikataka kuminamia hivi. Akarudi nyuma kutoka katika ili nitoke katika uweponi wa safari ile ya farasi na kumuona, kwa sababu ni jambo la kiroho sasa, na roho ile ambayo inachungwa. Maana ambayo chungeni roho zenu, chungeni mioyo yenu ikapate kumfahamu Yesu, ikapate kumfahamu Mungu, ikapate kufahamu ufalme wa mbinguni. Basi roho yangu imepatwa kulishwa chakula hicho. Na hapo ikawa ndio mwisho sasa wa simulizi hii ya kumfahamu Mikaeli alichonitendea. Huu ni ufunuo wa kinabii, nimefunuliwa mimi, na mimi nakusimulia wewe, na wewe ukapate kufahamu. Unabii unatabiri, fahamu kwamba umeketishwa kwenye kiti cha mjoli anaitwa Mikaeli. Huyu ni mjoli wa nabii, pia ni mjoli wa ndugu zake nabii. Watu wengi wanapenda urafiki na sisi, wanapenda undugu na sisi ili kupata na nafasi ya kumpata mjoli Mikaeli nabii. Hadithi yangu inaishia hapa. Nitaendelea tena kukufunulia kadiri Mungu alivyonionyesha. Nina njozi nyingi, nina unabii mwingi ambao nimekwisha tabiri. Nimetabiri simanzi ambazo imetokea katika nchi hii, simanzi za kuhusiana na kifo cha marehemu Benjamin, rais wa mstaafu marehemu mheshimiwa Benjamin William Mkapa, mpaka John Pombe Magufuli, ya kwamba kutatokea vifo vya mauti vya waheshimiwa vipatavyo 4. Nilitabiri kwamba kutatokea waheshimiwa watafariki vifo zaidi ya waheshimiwa 4, na maana akitokea marehemu mheshimiwa Benjamin William Mkapa, wale rais huyo mstaafu, na John Kijazi, mheshimiwa John Kijazi, jaji huyo alikuwa jaji mkuu, na yule mheshimiwa Maalim Seif, na mheshimiwa John Pombe Magufuli. Vyote nilitabiri ni ya kwamba niliona gari lile ambalo lina skoti wa wanajeshi na kumweka mheshimiwa juu pale akipunga mkono kupitia biti ya Harmonize
ya ambayo imeimbwa ile. Nikaona maono kupitia wimbo wa Harmonize, nikaona maono yale. Nikataka kwenda kwenye vyombo vya habari kuwasimulia, lakini nikaona niwasimulie katika chombo hiki kinachoitwa Wokovu Videos. Maana mimi nafanya harakati zinaitwa harakati za Uncle Morgan, pia ninafanya katika Wokovu Videos ni harakati za wokovu ambavyo natenda, pia ni harakati za simulizi za unabii, na pia nilitabiri unabii wa kifo cha marehemu Mheshimiwa Pierre Nkurunziza. Nikasema kwamba nimeona simanzi katika nchi za maziwa makuu. Nchi yetu imezungulikwa na maziwa makuu ya Victoria na pamoja na Tanganyika. Kaona simanzi kwamba mmoja kigogo mkubwa wa nchi wanachama za Afrika Mashariki ataisimamzisha nchi yetu. Kweli katokea msiba Pierre Nkurunziza. Kwa hiyo mimi ni nabii wa kweli, pia ni msanii. Katika usanii wangu napenda filamu za kichungaji. Nimecheza na Pastor Miamba, yule aliyekuwa akicheza filamu za kichungaji, na Kanumba na Lei, kwenye Doti Nata, Male Mjengua, hao wote nimeweza kucheza nao. Kwa hiyo ninacheza filamu hizo, ninaitwa Morgan Ngogo, Morgan Ngoda, Nicholas Ngoda. Ukifuatilia kwenye mitandao unanipata. Kwa helini waloko wewe, ninawapenda.